Ni kwa furaha kubwa na hali ya ustawi wa pamoja kwamba ninasimama mbele yenu leo ili nijiunge nanyi kwa kusherehekea tukio muhimu, uzinduzi wa kiwanda cha mbolea cha Itracom Limited. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, kwanza ninamshukuru Mwenyezi Mungu, mfalme wa wafalme, yeye ambaye katuongoza kutoka nyumbani na kutufikisha salama mahali tulipo hapa jijini Dodoma. Sifa zote ziwe kwake sasa na hata milele. Tena ninamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wananchi wote wa Tanzania kwa ukarimu wenu mkubwa. Daima tumekuwa tukishuhudia undugu na ujirani mwema baina ya nchi zetu mbili, na uzinduzi huyu ni ishara tosha ya kuendelea kukuza ushikamano wetu. Mheshimiwa Rais, leo hii tunashuhudia uzinduzi rasmi wa kiwanda Itracom Fertilizers Limited tarehe 22 Oktoba 2021. Kiwanda hicho kimetukutanisha hapa mimi na wewe Mheshimiwa Rais, ili tuweke bega kwa bega jiwe la msingi la ujenzi wa kiwanda hiki. Kiwanda hiki kinazalisha mbolea ya organomineral, yani mchanganyiko wa mbolea ya asili na ya viwandani. Kimesajiliwa Tanzania. Kiwanda hiki ni tanzu la Itracom Group iliyo na makao yake makuu nchini Burundi. Uzinduzi wa kiwanda hiki ni hatua muhimu kwa maendeleo ya kilimo katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kama inavyofahamika, kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi zetu, na upatikanaji wa mbolea ya kutosha na kwa bei nafuu ni jambo la msingi katika kuongeza uzalishaji wa mazao kwa wakulima wetu. Mheshimiwa Rais, mimi na Warundi wote tunatambua umuhimu wa upatikanaji wa mbolea za kutosha zenye ubora na kwa wakati kwa wakulima wetu. Nasema hiyo sababu kitu cha msingi kwangu ni kwamba kila kinywa kiwe na chakula na kila mfuko uwe na hela. Uwepo wa kiwanda cha aina hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa gharama ya mbolea kutoka nje, kuongeza mapato na wakulima wetu na kuimarisha usalama wa chakula. Tuna uhakika Mheshimiwa Rais kwamba kiwanda hiki kitatumika kama kielelezo cha kichocheo kwa wawekezaji wengine wa sekta wa viwanda katika nchi yako. Mheshimiwa Rais, ninampongeza sana mwekezaji kutoka Burundi, ndugu yetu Adriano Ntigacika, anayejulikana Burundi kwa jina la maarufu Ziranotse, manake pesa inajaa. Mwekezaji huyu ninamfahamu tangu muda mrefu sana. Ni mtu mbunifu
na mwenye uwezo mkubwa wa udhubutu. Na kwa kujenga kiwanda hiki, Bwana Ntigachika ameweka daraja jingine baina ya Burundi na Tanzania. Ninamshukuru sana. Mheshimiwa Rais, daraja si tu tunategemea kwa siku chache kuweka jiwe la msingi ya railway kutoka Tanzania kwenda Burundi. Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki kinazalisha mbolea ya organo mineral kitatuwezesha kuendesha kilimo kwa nchi zetu mbili. Tuna furaha tena kuona kwamba ushirikiano unaimarika kwa pande zote. Kwa mfano, kwetu Burundi, mfumo wa mabanki yetu hunufaika na mchango wa benki ya CRDB. Hiyo ni ishara kubwa inayodhihirisha ushirikiano bora wa kikanda na kubadilishana maarifa na kadhalika. Tunawaalika hata wafanyabiashara wengine kutoka Tanzania waendelee kuwekeza nchini Burundi. Kabla ya kuendelea, Mheshimiwa Rais, hebu tukumbuke kwamba ushirikiano wa kibiashara baina ya Warundi na Watanzania sio kitu kilichoanza leo. Zamani, yani kabla kufika kwa wakoloni, Warundi walikuwa wakija huku Tanzania kwa ajili ya kuuza biashara mbalimbali, hasa vifaa vya chuma kama vile majembe, na wakulima walikuwa wakirudi na vinginevyo kama vile chumvi na kadhalika. Warundi wote wanapafahamu Uvinza, sababu walikuwa wanakuja kununua chumvi Uvinza, na wafanyakazi walikuwa wakaja kulima mkonge Morogoro. Warundi wanapaita manamba, sababu wakati walikuwa wanahesabu wafanyakazi walikuwa wanasema my number is, na Warundi sasa wakaanza kusema naenda manamba, yani naenda Morogoro. Mheshimiwa Rais, itakumbukwa kwamba mkataba wa kwanza wa biashara baina nchi zetu mbili imesainiwa mwaka wa 1962 baada ya kupata uhuru. Mikataba mingine ilifuata katika sekta nyingine mpaka leo. Tangu mwaka wa 1972 Tanzania imepokea umati wa Warundi waliokimbia mauaji ya kikatili yaliyokiumba nchini yetu. Mipango ya Mwenyezi Mungu ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Warundi walikuwa wakija Tanzania kama wakimbizi, lakini sasa hivi wanakuja kama wawekezaji. Nakumbuka na Mheshimiwa Mwalimu Julius Nyerere alikuwa anasema kwamba Warundi sio wakimbizi, ni wageni wa kazi. Hadi sasa hivi Warundi wanajisikia nyumbani kama wanakuja Tanzania. Na Bwana Adriano Ntigachika mwenyewe aliwahi kuwa mkimbizi hapa Tanzania. Leo Warundi wako wanakuja tena Tanzania, sio kwa ajili ya kuomba ukimbizi wala hifadhi, bali kuwekeza. Kwa nchi zetu mbili
Hili ni jambo la kupigiwa makofi mpaka hata walio Burundi wasikie. Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki ni ishara ya tamaa yetu ya pamoja katika sekta ya viwanda ambayo lengo lake ni kuimarisha ustahimilivu wetu wa kiuchumi na kuhakikisha usalama wa chakula sio tu Burundi bali katika ukanda mzima. Kwa kuwekeza kwenye miundombinu ya viwanda, tunaunda ajira na tunachochea maendeleo ya kudumu. Tukiweka nguvu zetu pamoja, tutapata faida kutoka rasilimali zetu na ujuzi unaohitajika, na ni njia ya kutusafirisha mpaka kwenye masoko mapya. Ukidhihirika kwamba sekta ya kilimo ndiyo msingi wa maendeleo katika nchi zetu, viwanda kama hivi vinavyozalisha mbolea ni muhimu sana, kwani ardhi inapotiliwa mbolea vilivyo, mavuno huongezeka, wananchi hupata chakula cha kuliwa na cha kuuza, maendeleo huongezeka kwa mafamilia na kwa nchi. Wakati huyu serikali ya Burundi imejitolea kufikia hatua nyingine ya kuendeleza sekta ya kilimo ili mavuno ya ziada tuyauze kwenye masoko ya ndani ya nchi za kikanda hata kwenye nchi za mbali. Kwa hiyo tumeweka nyanja nyingine za kuongeza uzalishaji katika sekta ya kuongeza mbegu, bila kusahau sekta ya ufugaji. Hayo yote kwa kuzingatia maono ya nchi yetu, nchi iliyoibuka kwa mwaka wa 2040 na nchi iliyoendelea mwaka wa 2060. Mheshimiwa Rais, kabla ya kumaliza, ninaishukuru serikali ya Tanzania kwa kuwa imeweka siasa inayochochea uwekezaji. Isipokuwa siasa bora hiyo, hata mwekezaji Ntigachika hangeweza kuwekeza huku Tanzania. Kwa niaba ya Warundi wote na kwa niaba yangu binafsi, ninatoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi wa Tanzania waliounga mkono mradi huyu kwa kumkabidhi Bwana Adriano Ntigachika shamba ambapo alijenga kiwanda hiki. Neno lifuatalo na nilielekeza kwa Bwana Ntigachika. Ninakuomba Bwana Ntigachika, ujitolee kama ni kawaida yako, ufanye kazi kwa bidii ili nchi uliyowekeza ifaidike. Ndagusavye yuko wokora utiziganya kugira ngo abarundi bose baze bumve yuko idarapo ry'Uburundi rishingwa mu kindi gihugu kandi Uburundi bushobora guteza imbere ibindi bihugu. Bwana Ntigachika, itakuwa kwanza ni heshima kwako, halafu heshima kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hatimaye heshima kwa Jamhuri ya Burundi. Kwa yaliyo machache, Bwana Ntigachika, unatakiwa kuwa balozi wa Burundi huku nchini Tanzania. Kwa upande wake, serikali ya Burundi
iko tayari kutoa mchango wake wa kuimarisha ushirikiano wetu pamoja. Umoja wetu ndio nguvu zetu. Mheshimiwa Rais, tukiwa pamoja tunaweza yote. Mungu akubariki. Mungu abariki Tanzania. Asanteni sana. Murakoze cyane.